Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, mawaziri walio hapa, waheshimiwa wabunge, mwekezaji Mheshimiwa Shabal, wakaaji wa hapa Starehe, hamjambo? God is good and all the time. Munisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana Your Excellency. Kabla nikiseme moja nikukaribishe, ningetaka kumtambua waziri wetu wa mambo ya nchi za kigeni, Waziri Alfred Mutua, mpigieni makofi. Pia tuko na makatibu wa kudumu, tuko na Susan Mangeni wa MS Smith, hiyo ndio mkubwa ya Hustler Fund, mpigieni makofi. Pia tuko na katibu James Muhat wa planning katika National Treasury, mpigie makofi. Mheshimiwa Rais, tunakuanga na furaha kila wakati tukitembea na wewe Jamhuri ya Kenya katika ziara zako za maendeleo, hasa huu mpango wa affordable housing. Umeweka mkazo na umetilia ya kwamba ni jukumu lako kama Rais wa Jamhuri ya Kenya kuhakikisha ya kwamba Wakenya wote watapata heshima, ile dignity, kupitia kuwa na pahali kunaitwa kwake. Na kwa hivyo tunafurahi sana tukiwa hapa Starehe kuzidua huu mradi wa kujenga manyumba, na hasa sana Mheshimiwa Rais, ile nafurahisha sisi zaidi ni kwamba hao vijana wetu na wasichana watapata kibarua hapa wa kufanya hii kazi ya huu mradi. Na tungetaka kumuuliza Mheshimiwa Shabal, na wale umeweka wasimamie, wale watajenga hapa ni mahasla. Hapana wekea hao pesa mpaka mwisho ya mwezi, patia hao kila Jumamosi ndio waweze kuendelea na mambo yao. Si mngetaka namna hiyo? Si kila Jumamosi ni sawa sawa? Ile ya mwisho ya mwezi hiyo ni ya bamonyenye na watu ya hali ya juu. Au mahasla kila Saturday wanapatiwa haki yao, wanajipanga huko mitaani. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, pia tungetaka tuseme serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto inashirikisha kila Mkenya katika maendeleo, na hasa kwa mambo ya investment. Kuna wale madugu zetu walikuwa wanatupigia kelele pale kwa Azimio ya kwamba hatushirikishi kila mtu kwa mambo ya maendeleo. Tungetaka kuuliza hao wafike hapa leo. Huyu Mheshimiwa Shabal ni kiongozi katika Azimio, lakini tunashirikiana na yeye because he has something to offer the people of Kenya. Kwa hivyo tunataka kuuliza wale wote wako huko, kama wako na mpango yeyote ya kubadilisha maisha ya Wakenya, wakuje wafanye kazi na Rais William Ruto. Ile hatuwezi kushirikiana na hawa ni ile maneno ya maandamano na kupiga kelele, lakini kwa mambo ya maendeleo, kwa mambo ya kusukuma gurudumu la kubadilisha maisha ya Wakenya, tutashirikiana na hawa. Na kwa hivyo Mheshimiwa Beatrice Elach, karibu kwa Rais Ruto, ukuje tufanye maendeleo. Na nimefurahi sana kukuona hapo, na nitaumia sana nikikuona pale kwa maandamano, kwa sababu wewe huwezi tupa mawe, tunakujua. Ni maendeleo ama ni maandamano? Maendeleo ama maandamano? Maandamano ama maendeleo? Sisi tunasema kila mtu iko tayari kwa maendeleo. Hapana, huyu Jalango ni wetu tayari. Si mnajua Jalango? Hata siku walitembelea rais, walienda wakamfukuza kwa mkutano. Kwa hivyo rais wetu, tunasema nikimalizia, Rais, nimesema jana na ninataka kurudia, walikuwa wametafuta headline kumkachivu huyu rais wetu ati kuna watu wanamulika kwa sababu ya mabadiliko katika sekta ya gas
na sekta ya maziwa. Tungetaka tuambie hiyo watu ya headline na watu ya maandamano, mambo ya mtungi ya gas lazima bei iteremuke, na njia ya kuteremusha mambo ya mtungi ya gas ni kulete competitors wawili watatu washindane, kwa sababu yule mzee mwenye hiyo mitungi ya gas alikuwa anatuzia ile bei anataka. Na kwa hivyo tuambie hawa, mufanye maandamano, muandike headline, bei ya mtungi ya gas lazima iteremuke chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Pia tungetaka kuambia ile mtu ya maziwa ya kwamba mambo ya monopoly ndio imeumiza Wakenya. Nyinyi mlikuwa mnanunua maziwa vile mnataka, mtatuuzia vile mnataka. Tutaweka watu wengi washindane, ndio wakulima wapate haki yao na bei ya maziwa iteremuke. Na mheshimiwa rais, wewe usitishwe. Wanajaribu kumuzia huyu rais wetu uoga. Hawa unajua walikuwa wamezoea kuuzia watoto ya Serena kiuoga. Huyu ni chuma ya zamani, hawezi nunua uoga. Na kwa hivyo tunawaambia hawa wakae kando, waangalie vile Kenya itaongozwa. Na rais, jana nimetangaza, hawa jamaa wanatupigia kelele, wanasema atuteremushe bei ya unga. Tulikuta wamepandisha unga mpaka 230. Wewe rais umeng'ang'ana, imeanza kuteremuka, imefika 180, ikiendelea chini na itaendelea kuteremuka. Na pia tunataka kuambia hawa, jana rais tumewaambia hawa, nimepatia hao ilani baada ya wewe kutangazwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Walienda kotini wakaweka kesi, wakijua hakuna pahali hiyo kesi inaenda. Maana ya kuweka hiyo kesi, walitaka wakae ofisi ndio wapore mali ya Kenya. Na sisi hivi karibuni, siku zijazo, nitatoa orodha ya ile mali ya Wakenya iliibiwa na mawaziri na makatibu wa ile serikali ambayo iliondoka, ndio Wakenya wajue. Tutangaza tusitangaze? Tutangaza tusitangaze? Kwa hivyo wakitupigia makelele, hawa ndio waizi wakuu, walipora Kenya. Pesa ilikuwa inachukuliwa na magunia, inapelekwa pale Wilson Airport na kuwekwa kwa helikopta na kupelekwa kwa maboma yao. Siku zijazo tutasema ni nani alipora mali ya Wakenya, kesi ikiendelea kotini, na hiyo itakuwa namna hiyo. Kwa hivyo rais wetu, wewe endelea kuunganisha Wakenya, endelea kujenga manyumba, endelea na kazi yako. Hawa watu ya kelele uachia sisi, na hawa tutaendelea kuwajulisha Wakenya vile naendelea. Mungetaka tuwajulishe tusiwajulishe? Tuwajulishe tuwasijulishe? Kwa hivyo mimi ningetaka nifike hapo, ningetaka kumuuliza nyinyi msimame kwa heshima, munisaidie kumukaribisha rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto.